Kesho yako inajengwa na Mungu. Usiache sala na maombi kwa yale unayoyahitaji. Mwenyezi Mungu atakujibu kwa wakati. Sana kunifuta chozi, nalia peke yangu, nalia na Mungu wangu, nalia na nafsi yangu. Dunia naiona chungu kwa upande wangu, nalia na Mungu wangu, nalia na nafsi yangu. Sina wa kunifariji zaidi yako nafsi, sina zaidi yako nafsi. None huruma, machozi yanikawi, roho inauma. Karibu, karibu. Toka nje, karibu, karibu. Shikamoo mzee. Sikufuata shikamoo hapa, sawa bwana? Heshima peleka kwenu kwa wazazi wako. Hapa kilichonileta wewe unakifahamu. Nimefuata pesa, sio kitu kingine. Nipe pesa yangu. Mzee wangu, naomba nikuahidi kufikia kesho kutwa mimi nitakuwa nimeshakupatia pesa yako. Unasemaje? Hizo tantalila zako nimezichoka bwana. Hii nyumba inabomoka, inatakiwa matengenezo. Matengenezo yanahitaji pesa. Mimi pesa natoa wapi kama wewe nilipa? Nipe pesa yangu bwana. Mbona tunasumbuana? Wewe ina maana unaniona mimi mpuzi, si ndio? Naongea peke yangu bwana. Nipe pesa, mimi sitaki usumbufu. Nipe pesa yangu, nimekuambia niachie hii nyumba kama umeshindwa kukaa. Mwenzio kashaondoka wewe, na wewe achia chumba bwana. Mzee, naomba nikuhakikishie kesho jioni nitakuwa nimeshakupa pesa yako kabisa yote. Hiyo miezi mitatu uliokaa bure inakutosha. Kiachie chumba, nipe chumba changu nipangishe. Unataka kunielewa? Kesho mpaka kila siku kesho. Wewe maisha yanakushinda, rudi kwenu. Hii ni mimi hapa mzazi wako. Nimeiona. Bila shaka dada yangu, nitakurudishia pesa yako yote, lakini awali ya yote nitangulize samahani kwa sababu kuna kiasi cha shilingi 10,000 kilikatwa, nilikuwa nina deni kwenye simu yangu. Nitakurudishia pesa yako yote, lakini awali ya yote nitangulize samahani kwa sababu kuna kiasi cha shilingi 10,000 kilikatwa, nilikuwa nina deni kwenye simu yangu.
Vipi, mbona tatizo gani? Haijafika pesa? Wewe Ujaondoka tu bado kuna kutafuta hizo hela? Leo tuliahidiana unilipe pesa zangu. Bado umekaa tu mpaka sasa hivi. Sasa ninakuomba kwa amani tu niachie hicho chumba changu. Nimepata mpangaji mpya. Hayo maisha kuishi bure. Nakushauri. Kwa amani tu. Nenda ukaishi jela. Sio kunijibao. Sana kunifuta chozi. Nalia peke yangu, nalia na Mungu wangu, nalia na nafsi yangu. Dunia naiona chungu kwa upande wangu, nalia na Mungu wangu. Kumbe unadaiwa kodi? Sasa kwa nini umerudisha pesa yote? Sini kwa pamoja. Nadhani ushanishukuru. Nikutakie siku njema. No. Usikate simu please. Tunaweza kuonana? Please, nakuomba. Kuna jambo muhimu sana nahitaji kuongea na wewe. Nakuomba. Tutawasiliana. Thank you. Zawadi. Ndio mimi. Karibu. Asante, imeshakaribia. Ofisini kwako pazuri sana. Asante, shukrani sana. Nisiwe na maneno mengi. Nimekuja kukushukuru. Asante. Na kama angekuwa ni mtu mwingine, kwa matatizo uliokuwa nayo wewe, ile pesa angeitumia kutatulia matatizo yake. Kwa nini wewe ukufanya hivi? Dada yangu, kama ulivyosema, angekuwa mtu mwingine. Kwa hiyo huyu ni mimi na huyo mtu mwingine ni mwingine, ndio maana sijafanya hivi. Wewe ni binadamu tofauti sana, pia una moyo wa kipekee. Unajua, katika hii dunia sikuwahi kutambua kama kuna binadamu wenye huruma na utu bado wapo.
Mimi nadhani cha kwanza napaswa nikushukuru wewe kwa sababu pia nimetumia pesa yako pasipo ridhaa yako. Kile kiasi cha pesa ambacho umekituma ndicho ambacho kimenisaidia mimi kunilipia deni langu, na hatimaye nikakopa pesa nyingine kwenye mtandao kwa ajili ya kunisaidia kuweza kufika hapa kazini. Kwa mimi napaswa nikushukuru sana wewe dada yangu, na unisamehe pia kwa kutumia pesa yako pasipokuwa na ridhaa yako. Nashukuru sana, umenisaidia sana sana. Unajua mama yangu amelazwa hospitalini, kwa hiyo ile pesa nilikuwa natuma kwa ajili ya matibabu, na nilipokosea muamala nilichanganyikiwa sana. Nilihisi kabisa sitoweza kuipata tena ile pesa, lakini Mungu akakuleta wewe, ukaamua kuweka shida zako, matatizo yako yote pembeni, na ukaamua kunisaidia kwa kurudisha ile pesa. Mimi nadhani kikubwa, tungemwombea mama kwa sasa aweze kupona na Mwenyezi Mungu amjalie nafuu. Hicho ndio kitu cha msingi kuliko kitu chochote kile. Sawa, samani, lakini kodi yako ni bei gani? 90,000. Tunaweza kuelekea nyumbani sasa hivi? Kwa sasa hivi sasa haiwezekani kwa sababu bado nina kazi hapa natakiwa kumalizia. Kwa hiyo pengine labda mimi nikimaliza kazi zangu wewe unaweza ukaendelea na shughuli zako tu. Okay. Sawa, mimi naweza nikasubiri popote pale. Sawa, karibu. Haya, sawa. Naweza kukaa sehemu gani kwa maeneo haya? Karibu pale mbele kuna kiduka na sehemu ya kukaa. Karibu kae pale. Asante. Afadhali mlivyokuja, kwa sababu niligeuka mlinzi kwa muda kwa hizi takataka zenu. Kwa hiyo mmekuja, ondoeni takataka zote za kwenu. Sitaki kuona hata kitu kimoja. Nasema na Yesu unanitumbulia mimacho kama mjusi alobano na mlango. Samani mzee wangu, namba yako unapokea pesa ni ipi? Baba, ushapata mtu wa kukulea? Namba ni hizo hapo, nilimwandikia huyo mama na alikuwa mkorofi. Kwa hiyo namba hizo hapo ukutani hizo. Okay. Nimesikia hapa message mingi. Naona message hiyo. Asante sana. Mimi nilikuwa sina shida. Mizigo yenu. Chapo. Mama, usimwache, endelea kumlea hapa mjini. Maana alikuwa kashapagawa, alipotea kabisa. Mjini hapa baba.
nalia peke yangu, nalia na Mungu wangu, nalia na nafsi yangu. Dunia naiona chungu kwa upande wangu, nalia na Mungu wangu, nalia na nafsi yangu. Mimi nilishakwambia Zawadi, kila binadamu ana namna anavyokuwa pale tu anapohitaji jambo lake Sasa wewe mtu kakuonyesha huruma kidogo tu, ndugu yangu, tayari mishipa shingo ishakuchachamaa mama. Unataka kurudisha fadhila sasa na wewe, si ndio? Yaani wewe ilikuwa inatosha sana kwa ulivyomfanyia kule kumlipia kodi tu. Yaani ile ni bonge la shukrani. Lakini wewe mwenzangu uelewi. Janet amenitumia message. Inasemaje? Amesema hivi: naomba usizitese hisia zako kwa kuhisi sijapokea simu yako kimakusudi. Unajua fika sina nguvu za kufanya hivyo. Nilikuwa na sali, ndio maana nikashindwa kupokea simu. Na mimi nikutakie usiku mwema. Toba, huyo muongo. Huyo ni muongo wa mwisho kabisa. Mama muongo huyo. Siku zote wanaume ndivyo walivyo. Na wewe ulivyokuwa na akili sifuri sasa ndio unaona unapendwa. Mimi huyo mwanaume kwanza nina mashaka naye. Mwanaume yoyote ndugu yangu akiwa anataka jambo lake lazima ajifanye mwema. Sasa na wewe ndiko kichwa chako kilivyokuwa kichwa maji, unashindwa hata kubagaini vitu sasa. Umeshaingia kwenye mkenge. Nisikilize nikwambie, huyo kijana mimi nina wasiwasi naye. Tena nina wasiwasi naye kabisa. Atakuwa na mwanamke. Hapana dada, hana hata mwanamke. Mimi nimeongea naye vitu vingi sana. Zawadi, nisikilize mimi Zawadi, nisikilize mimi dada yako. Mimi ndio wa kwanza kuliona jua kabla yako. Lakini ndugu yangu mama, umechachamaa hata uelewi. We binti wewe. Sasa sikiliza ndugu yangu, we nenda kwake. Ukishahakikisha kuwa yuko peke yake, hakuna mtu mwingine yoyote, njoo sasa nikupe somo. Unampa chakula cha usiku. We Janeti. Wewe. Changamka ndugu yangu, mjini hapa. We devela hivyo. Mbona umerudi tena usiku? Nilikupigia sana simu yako lakini sikukupata. Nikawa na wasiwasi sana. Nimekutumia ujumbe lakini. Ni kweli umenitumia SMS. Lakini nimekuja kuiona na karibia kabisa kwako. Kwani kuna ubaya wote mimi kuja hapa muda huu?
Karibu. Asante. Kila nikikuona moyo wangu hutetemeka, nacheka mbele yako, ndani machozi yanabubujika. Nimebeba siri ambayo siwezi kuitamka, nikiogopa ukijua utanisukuma mbali. Nimejaribu kukukaribia kwa tabasamu, kwa maneno ya kawaida yasiyo na lawama. Labda utanisoma kupitia macho yangu, maana ulimi wangu umeshindwa kusema nakutaka, lakini sauti imegoma, moyo unapiga, midomo imefunga. Nimekuja karibu, si kwa mchezo, bali natamani siku moja unione tofauti. Usiniache niende na siri, maana kila usiku jina lako ndilo dua yangu. Navaa uzuri ili unione, lakini macho yako hayaoni ninachoficha. Ninapocheka nawe moyo umia kimya, kwa sababu hujui wewe ndiye sababu ya tabasamu langu. Kama ungeweza kusikia mapigo ya moyo wangu, ungejua yanataja jina lako kila sekunde. Sina nguvu ya kusema nakupenda, naogopa nikipoteza hata urafiki tuliobaki nao. Nakutaka, lakini siwezi kusema, naendelea kukufuata kwa ukimya. Labda siku moja utanigeukia na kusoma mapenzi niliyoyaficha. Mpaka siku hiyo ifike, nitakupenda bila kusema, bila kusema. Bila kusema. Zawadi, tafadhali nakuomba. Zawadi, uko salama? Gamba, nasikitika kwamba damu yako imegundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Usiniangalie kwa hukumu,
nisikilize kabla hujaondoka. Mimi bado ni mimi, na bado ninahitaji upendo. Mikono yenu isinifunge kwa maneno. Uliporudi usiku ule, nilijua kabisa kwamba umefuata nini, lakini kitu nilichojiapiza kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba siwezi kuja kumwambukiza mwanadamu mwenzangu. Siwezi Zawadi kumwambukiza virusi vya ukimwi mwanadamu, tena kwa makusudi. Nimekuwa mpweke kwa muda mrefu sana. Sina ndugu, sina rafiki. Ni kama mtu aliyetengwa na kujipambania mwenyewe. Nimeishi kwa muda mrefu nikiwa na maswali mengi sana yasiyokuwa na majibu, Zawadi. Natamani hata leo hii wazazi wangu wangekuwa mbele yangu hapa, wanijibu maswali yangu. Ni mengi. Kwa nini waliniambukiza virusi hivi vya ukimwi? Lakini kwa bahati mbaya hawapo duniani. Pole sana Gamba, inabidi wasamehe tu. Mara zote nimekuwa nikitenda wema na kulipa ubaya, ila wewe umenilipa wema. Nikuombe kitu, kama hutojali Zawadi, usiniache. Nakuomba uwe ndugu yangu, uwe rafiki yangu, na nimelizia hata kama hatutafanya tendo. Nimelizia Zawadi, nimelizia, lakini usiniache. Mimi ni mwanamke Gamba. Nashukuru sana kwa kulinda afya yangu. Wewe umekuwa mtu mwema sana. Na kuahidi nitakuwa na wewe bega kwa bega, na tutafanya tendo kama kawaida. Kama maelekezo ya daktari alotupa tutayafuata. Sana kunifuta chozi, nalia peke yangu, nalia na Mungu wangu, nalia na nafsi yangu. Dunia naiona chungu kwa upande wangu, nalia na Mungu wangu, nalia na nafsi yangu. Sina wa kunifariji zaidi yako nafsi, sina zaidi yako nafsi. None huruma, machozi yanikauki, roho inauma. Maumivu makali